Kingine kipi kashangazwa nacho? Kingine kilichomshangaza ni ile hali ya mimi kumtaka aamini kuwa ushahidi umeibiwa na mwizi. Alafu mwishowe ndo kakutaka uchunguzi wako kuanzia juu kwenda chini, si ndio? Hilo si nimeshakwambia mke wangu. Inataka akili kubwa sana kumuelewa Gabi nini amemaanisha katika matamko yake matatu. Kwa akili ya haraka hauwezi kumuelewa, kwa maana anatumia akili kubwa sana. Kwa kifupi, Gabi inaonekana ameshamuhisi mtu. Unadhani atakuwa amemuhisi nani? Po. Unajua kwa kumtaja Po utanifanya nionekane kama zimeyeyuka semeni. Kwa nini ndio? Kwa kumtaja Po umenifanya nijicheke, maana nilikuwa makini sana kukusikiliza semeni. Yaani kwa nini umtaje Po? Na unajua umuhimu wake kwangu na kwako pia. Maana akinisaidia mimi, anakuwa amekusaidia hata wewe. Hebu nisikilize mume wangu. Kwenye kauli ya kwanza ya Gabi kuwa anashangazwa mwizi kuiba kwenye kituo cha polisi, pale amemaanisha mwizi ni askari mwenzio. Askari? Ili linawezekana vipi? Tulia sasa nikueleweshe. Gabi amemaanisha mwizi wa kutoka nje ya kituo cha polisi. Hawezi kuiba pale pasipo kuchoreshwa na mwenyeji wa kituo. Na ndio maana akashangazwa na wewe kumtaka kuwa yeye aamini kwa ushahidi umeibiwa na mwizi. Sasa kama mwizi ni askari ndo umtaje Po? Mwishoni Gabi amekutaka upelelezi wako uanzie juu kwenda chini. Hapa mmaanisha kuwa anza na watu unaoamini kwenda kwa watu usiowaamini. Sasa wewe ni nani unaoamini pale kazini kwenu? Ni Po. Lakini hili haliwezi kuniingia akilini, na wala mtu yeyote anayejua ukaribu wangu na Po haliwezi kumuingia akilini. Nikimwambia kuwa ninayemuhisi ni Po. Gabi, kuna kitu anakijua. Nadhani kuna haja ya kumzingatia. Mimi niko zangu chumbani, kuna kazi namalizia. Napambana mpate haki yangu nisipoteze. Nini shida rafiki yangu? Wewe una mawazo sana. Kama maisha mwenzetu umeshayapatia. Sijakupata wewe Selina. Na hicho ndio kitu ambacho kinashinda kuikamilisha furaha yangu. Kwa hiyo nikikwambia kuwa umeshanipata, utakuwa mwenye furaha je? Sasa hapo unyonge utabaki kama unasubiri nini? Basi umeshanipata tayari. Kuwa serious. Unajua moyo wa mtu haujaribii kwa upendo ujue. Yeah, nipo serious. Nimekukubalia kwanza leo. Na kama uamini, leo nalala kwako. Kwa hiyo, kama una kidemu chako, mwambie kwako pamejaa. Usikie ukawa unamjaza moyo wangu furaha. Na mimi nikaa na imani kubwa na wewe, alafu ukaja ukaizima furaha yangu kwa kuniambia unanitania. Unajua nitajisikia vibaya. Gerard. Hai, niambie, nifanye nini ili uniamini kuwa mimi ni wa kwako? Na vingi ninavyovihitaji, lakini kwa sasa ni kiss mdomoni. Ha? Hivyo tu? Hivyo tu. Vipi? Umeniamini au unataka nifanye kingine ili uniamini zaidi? Mimi nadhani nitakuamini zaidi pale ambapo nitakuwa na wewe usiku wa leo chumbani kwangu. Usijali. Sasa hivi naelekea kwa rafiki yangu. Maana ndo nimeaga hivyo nyumbani kwa nitarudi kesho asubuhi. Ila baadaye nitakuja ili tuondoke wote kwako. Sawa, nitakuwa nikusubiri. Okay, bye. Baadaye.
Karibu sana mama. Hapa ni nyumbani kwangu ambako ni kwako pia kwa sasa. Asante mwanangu. Nisikie huru kabisa kuwepo hapa mamangu. Nashukuru sana mwanangu. Yaani hata sijui nikushukuru kwa namna gani kwa wema unaonitendea. Mungu ndo atakayenilipia kwa wema wote unaonitendea. Asante mwanangu. Usijali mama, mimi kukusaidia wewe ni kazi niliyosomea na ni wajibu wangu kuwatetea wanyonge kama wewe. Karibu kae basi. Niache kwanza mwanangu nisimame, maana mwili wote hapa unatetema. Sijui wale vijana wasingefika, sijui ingekuwaje. Ilikuwa ni lazima wafike mama, maana gari alinihakikishia ujio wao, ndio maana uliona najiamini vile. Basi mimi nilivyoona umemfuata yule mzee, nikasema tumekwisha. Kumbe mwenzangu ulikuwa na jeuri iliyojificha. Jeuri yote ile ilikuwa ni kwa sababu ya ujio wa Gabi. Bila hivyo, mbona ningekimbia nikuache? Yule kijana aliyesema amewaacha uwapige kwa sheria ni mtu wa haki sana, anaisumbua hadi serikali na watu wote tunampenda mno. Ni rafiki yangu mama. Ila mama, ngoja nikuandalie chochote kitu kwanza, kisha kabla ya kuoga nikupeleke kwa daktari ili akufanyie vipimo vitakavyothibitisha kuwa uliingiliwa kinguvu kimwili. Alafu baada ya hapo ndo turudi hapa uoge, ndo tukae tuongee mamangu. Asante mwanangu, nashukuru kwa yote. Sawa basi, ngoja mimi nikuache. Asante. Huyo mpuzi amfuata nini tena hapa akiwa na bastola? Dalili zinaonyesha alikuwepo lakini ametoka. Kwa kuwa mezani kuna vyombo vilivyotumika leo. Lakini pia nimetafuta ushahidi sijauona. Anaongelea ushahidi gani huyu mjinga? Kwani yeye anahusika kwenye ule mpango? Kama ni ushahidi nimeshaufikisha kwa mlengo. Sasa huyu ametumwa na nani? Hapa sio pa kukaa. Wamenikosa. Mkuu, Michael ni mtoto mdogo sana. Alafu anaogopa kufa. Aking'aa tu kila kitu kitakuwa sawa bosi. Kama ushahidi anao atanipa. Na kama amesha ukabidhi kwa mtu aliyemtuma, basi sitomuua mpaka atakapomtaja huyo mtu. Hawa wapuuzi wamejuaje kuwa mimi nahusika kwenye huu mpango wakati bosi alinihakikishia kuwa hakuna mtu mwingine anayejua? Au bosi ameniuza? Lakini hapana. Kwa nilivyomuona tu nimeshajua hawezi. Acha niondoke zangu niende mbali. Yaani mpumbavu huyu alivyozoea kazi ya mauaji, anaingia tu ndani kwangu kama kwake pasipo hofu yoyote, ni kama ana uhakika wa kutokuuawa. Sasa hapa nikiamua kuwapigia askari, je, si anavamiwa? Acha nipige simu kituoni.
Ndio bosi, nakupata. Ondoka haraka sana hapo ulipo. Huyo mjinga amekuona ukiwa kwake na ameripoti polisi, na askari wanajiandaa kuja. Shit. Mtoto mshenzi. Patrick, nataka ufahamu jambo moja kubwa. Katika maisha ya biashara na wafanyabiashara kote ulimwenguni, mahusiano ni jambo muhimu sana, na hasa kama kuna mtu aliyewaunganisha katikati yenu, ni muhimu sana, nasisitiza. Bosi, mbona kama sijakuelewa unamaanisha nini? Patrick, hujaelewa kitu gani? Si kuna biashara, si kuna tajiri kati yangu mimi na wewe. Unavyofahamu wewe kwa uelewa wako, mahusiano yetu ni nini? Mimi ni nani kwako wewe? Hapo sasa nimekuelewa. Na nafikiri kati ya mimi na wewe ni tajiri na mfanyakazi wake. Very good. Nimeweka fedha nyingi sana kwenye mpango. Nimeweka akili yangu yote kwenye mpango. Nimewekeza muda kwenye mpango. Unadhani siku moja wewe ukikurupuka tu kwa kudhani kuwa hakuna ushahidi au mazingira yanayoashiria kutokuwa na ushahidi wa kutosha, ukajiamulia tu ukavuruga mpango huu, unadhani nitakufanya nini? Nakuuliza wewe, unadhani nitakufanya nini Patrick? Nadhani utaniua. Huna haja ya kudhani Patrick. Hivyo ndivyo nitakavyofanya. Nitakuua. Nitakuua Patrick. Ndio, nitakuua. Na unadhani nani wewe atakayekulilia? Nani atakayekulilia wewe? Ukitoa huyo mwanamke wako mjinga mwenye akili za hovyo kabisa, nao wauni wenzio huko mtaani uliokuwa ukiwagawia fedha zangu. Unagawa fedha zangu hovyo hovyo kama njugu. Why Patrick? Kama karanga. Kwa nini? Nilikosea bosi, nitajirekebisha. Ogopa kurudi maisha ya nyuma, maisha ya kale. Umeshazoea utajiri sasa Patrick. Hata kutembea kwako ni kitajiri tu. Kula kwako kila kitu ni kitajiri. Nataka ujue kwamba endapo utafanya vizuri, maisha haya unayoishi sasa utaishi hivi milele. Kinyume chake ni kama utakiuka, utavuruga Patrick. Unapokuwa na shida yoyote ya fedha tofauti na mpango huu, tofauti na mradi, nijulishe Patrick. Nimekuelewa mkuu, lakini pia nashukuru kwa kunikumbusha ninapokosea. Una harusi Patrick. Nataka upange budget na ushiriki kuhakikisha budget yako inakuwa kubwa. Kubwa kabisa. Ninapo sapoti na kuweka fedha kwenye mpango, usitaki ukwame kwenye jambo hili. Umenielewa Patrick? Ndiyo. Sitaki ukwame kwenye jambo hili. Na utaklia hii vitu hivi vyote vya hapa, utaklia wewe. Na kuhusiana, narudia, nasisitiza, kama kuna swala lolote la fedha utanijulisha. Nahitaji kupata hiyo ripoti haraka iwezekanavyo. Nimekuelewa mkuu. Nashukuru sana.
Unanikumbusha mwanzo kabisa wa ndoa yetu. Nilikuwa na enjoy sana pishi lako. Unajua sijaila ladha yako muda mrefu. Ndio maana leo nikaona nikuombe upike wewe mwenyewe. Jamani, mbona kama unanisimanga kijanja? Lakini si unafahamu ni kwa nini nakosa muda kukupikia mume wangu? Sijakulaumu mke wangu. Hapa najaribu kuyasifia mapishi yako ili uone wewe ufananishwi. Hapo sawa. Maana nilikuwa nimeshakaribia kujisikia vibaya kabisa. Pole kwa kunielewa vibaya. Vipi lakini kazi inaendaje? Naona biashara inaenda kwa kasi. Mwanamke akiaminiwa anaaminika. Si umeona? Kuna mfanya biashara anauza hapa mjini kutozidi. Sidhani kwa kweli. Unajua sijajihusisha na biashara kwa muda mrefu kutokana na kazi zangu za kisiasa. Lakini hata hivyo nategemea pesa nyingi katika akaunti. Kila kitu kinaandikwa. Yeah. Ulishaniambia. Mali bila daftari upotea bila habari. Hivyo kila kitu naandika. Safi sana. Nilikuwa na wazo. Ukipata muda naomba uende kwa daktari wako mpango wa uzazi. Ili akakucheki. Tuone kama kuna uwezekano kupata mtoto. Si unajua Doris ameshakuwa. Na sisi mwetu ndio kama hiyo na bazini kwenda. Asante mume wangu kwa kuliona hilo, maana nitakwenda nikipata muda. Jamani, mimi niwaambie ukweli uliopo mbele ya mwanamke. Mnaweza mkajikuta mnapigwa hivi hivi kwa kujifanya mashujaa. Sasa sisi tumeenda pale bila kujua wao vibaka wamejipangaje. Yaani ili mali tu tuonekane mashujaa. Haya tungepigwa je? Lakini wale wauni hata kama wangekuwa na mapanga tungewamudu. Simuona walivyonjaa wale. Lakini unajua nini wanangu? Kumbukeni wale wauni vurugu ni sehemu ya maisha ya. Sima tu kwa sababu tumeenda bila kishari pale. Lakini tungesubutu kuleta vurugu. Au Gabi ungejipendekeza kumgusa ule mzee. Wale wawili ungegeuka 300. Wale wanangu tungechakaa. Wale wanatopoa mwanangu. Ila tungeshinda. Oya, msiofu. Huyo amekuja kwa ajili yangu. Ana mazungumzo na mimi. Njoo tuongee pembeni ndugu yangu. Umeshakamilisha uchunguzi? Uko chapu mzee. Nimekuelewa kwenye mazungumzo yako ya muda ule, lakini nimewaza kuwa kabla sijaanza kuchukua uchunguzi nije ili unipe mwanga zaidi. Ule mwanga ulikuwa unatosha sana kwa kuanzia, japo ungekuia vigumu kidogo. Sasa ipo hivi, ukitaka kumjua mbaya wako, kwanza rudi nyuma kwenye ile kesi ya ardhi ambayo iliondoa uhai wa babangu na uhai wa baba za wale rafiki zangu. Halafu kaichunguze ile ardhi, inasemekana ni mali ya serikali na ipo kwenye eneo la hifadhi ya taifa. Kama ni kweli itahesabika ile ni mali ya taifa. Kama jibu itakuwa ni hapana, basi anza kuwajua wamiliki wa sasa ni watu gani. Kwa kufanya hivyo, hapo lazima utampata mwizi wa ushahidi. Gabi, wewe ni mjanja sana. Kwa hiyo unataka mimi nikaifanye kazi iliyokushinda, huku ukijifanya kabisa kuwa unanisaidia mimi, na wakati mimi ndo nakuwa nakusaidia wewe kuipata ardhi. Sasa kesi ya mwaka 2014 na hii ya sasa hivi vinahusiana vipi? Hiyo ni kodi nimekupa. Ukishindwa kuifungua basi utahukumiwa kwa kupoteza ushahidi. La sivyo itakulazimu iongopee mahakama kwa kunikandamiza mimi ili wewe uwe salama. Kwa hiyo chaguo ni la kwako.
napambana mpate haki yangu, nisipoteze mie, kwa maana hiyo jasho langu sitolipoteza bure. Napambana mpate haki yangu, nisipoteze, maana jasho langu ni langu, kwa nini niende kwingine? Situtese kisa cheo. Uendelee. Kuliko ni baba yangu uishi huko nje na kutaka tuje tuongelee ungana. Unajua leo sijisikii kabisa hata poingia ndani. Na hata sijui kama nikiishia humu ndo kitakuwa nini yani. Kiufupi sijielewi kabisa. Kama hujielewi mume wangu, basi naongeingia ndani ili upumzike. Huko ndani ndo sitajielewa kabisa. Ujue Gabi leo kanivuruga sana. Pole mume wangu. Kwani ulivyotoka hapa ulimrudia tena ndo kwa yale yale? Nilimrudia. Na mimi nitaka eti nirejee kwenye ile kesi ya mwaka 2014 ambayo baba yake aliuawa. Sasa vinahusiana nini? Gabi anajaribu kukupa ufafanuzi upi? Anamaanisha kwamba anahusika kwenye kesi hiyo, ndo anahusika kwenye kesi ya uwizi wa ushahidi? Mimi naona Gabi anataka kunitumia kijanja. Anataka nikaifanye kazi iliyomshinda. Maana sioni mahusiano ya ile kesi na hii. Ndele, Gabi sio mjinga kukutaka urudie kwenye ile kesi. Kwani alikupa mwanga wote wa kuwezesha kugundua jambo? Amesema nichunguze kama lile eneo ni la serikali au ni la mtu binafsi. Na amesema kama si mali ya serikali na ni ya mtu binafsi, basi yule anayemiliki ndo atakuwa ameiba huo ushahidi. Yes, Gabi yuko sahihi. Anataka Gabi afungue maisha ili awe huru na ile ardhi. Kwa kuwa ameshajua kabisa kuwa wewe huwezi kusema umepoteza ushahidi, bali utamkana Gabi na itaonekana kabisa amehusika kwenye ile ajali. Ama kweli yule jamaa anatumia sana akili kuliko nguvu. Mke wangu, hivi unawezaje kufanya uchambuzi yakinifu kama huu, tena wa mambo yaliyojificha, halafu ukiwa huna elimu ya haya mambo? Wengine tulisoma kabla tujazaliwa bebe. Hapa cha msingi ni kesho kwenda kazini na kuongea na mkuu kwamba ukupoteza kumbukumbu. Bali ulifanya hivyo kwa kuwa ulikuta ushahidi umeibiwa na ulishindwa kumweleza kwa wakati ule. Unadhani hiyo inaweza kusaidia yeye kuniamini na kunielewa kweli? Sina uhakika, lakini hiyo ni njia pekee ulionayo. Kama atakuelewa, basi mpe mpango wako wote na ombe kibali cha kuifuatilia kesi ya 2014. Pia uwe makini na washauri. Utaweza kumbaini mbaya wako. Wewe ni mke bora sana. Sasa naweza pata pumziko la usingizi. Hakiki vizuri mlango ili niwapigia waone vichawa wafungue geti. Acha nikafungue mwenyewe. Maana watu wapo kuangalia TV. Kila kinachoendelea kwenye TV wanakifuatisha. Jamani, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kisonyonge wangu sininyanyase. So kwa mgeni wala mwenyeji, sote tunatakiwa kisawa. Kisonyonge wangu sininyanyase. Napambana mpate haki yangu, nisipoteze mie, kwa maana hiyo jasho langu sitolipoteza bure. Napambana mpate haki yangu, nisipoteze, maana jasho langu ni langu, kwa nini niende kwingine?